bwana, leo Tanzania kumechangamka. Kiuhalisia kabisa kumechangamka. Tunapokuwa tunazungumzia kumechangamka, mnavyokuja kwenye sekta nzima inayohusiana na magari, vyombo vya usafiri, sekta hii imechangamka. Kiuhalisia barabarani magari yamepotea kabisa, magari hayapo. Unajua ni kwa sababu gani? Kwa sababu bei zimepanda za mafuta. Na hii imetolewa na Wizara ya Nishati ambayo inashughulika na udhibiti kabisa. Ndio maana tunatoa sana elimu kuhusiana na kuweza kuzingatia gari ambalo unalichukua, kwamba ikitokea shida kama hizi, je, unaweza kumiliki? Una uwezo wa kuhendo? Una uwezo wa kuendelea kulitumia hilo gari lako? Na ndio maana kuna magari ya aina nyingi tofauti ambayo yametengenezwa ili kuweza kuhakikisha kwamba yanaweza kukupa wewe fursa ya kuweza kuhakikisha kwamba unaendelea kudumu kwenye kuendelea kulitumia hilo gari lako. Kuna magari ya aina nyingi, kuna hybrid cars. Hizi ni gari ambazo cha kwanza zimetengenezwa special kuweza kutumia mafuta kidogo sana. Lakini pia kitu kilichopo kwenye hizi gari ni gharama, kwa sababu unatumia mafuta kidogo, na nguvu inayotumika pia kubwa hapo ni betri. Betri linakopo ambalo linatumika kwenye hilo gari kidogo ni betri gari, na ndio maana watu wengi pia wanaogopa, kwa sababu betri hiyo unaitumia kwa muda mrefu sana. Na kuna mwingine anaogopa kwamba bwana, hii betri ikiharibika, hii betri inauzwa mpaka milioni 3. Lakini ukitumia gari la hybrid linakusaidia sana kuweza kuhakikisha kwamba hautumii mafuta ya kutosha. Kwa energy zinazokuwa zinatumika energy mbili wakati mmoja. Mafuta yanatumika kidogo, lakini pia umeme unatumika mwingi kwenye hilo gari lako. Na inasaidia sana, inakufanya wewe ambaye unatumia gari lako, ukikutana na challenge za namna hii kama saizi zinazoendelea kwenye soko zima la nishati ya mafuta, wewe kwa namna fulani unakuwa umeepukana na hizo gharama. Na hiki ni kitu cha msingi sana. Lakini pia kuna magari ya kuchaji. Magari ya kuchaji pia ni magari mazuri sana, kutokana na nyakati ambazo tunakuwa tunazipitia ndani ya nchi. Kwa mfano kama kipindi cha saizi kwenye swala zima la nishati, mafuta yamepanda bei, petroli imepanda bei. Dar es Salaam hapa petroli inauzwa 3,820. Lakini pia kuna maeneo ambayo ukienda mikoa ya mbali kama Mtwara inasogea karibia 3,900. Ukienda Kigoma inasogea mpaka 4,000. Inaenda inapanda inasogea. Kwa sasa mwisho wa siku bei imepanda, lakini kama hali itaendelea kuwa ya sintofahamu huko Iran, manake mafuta yataendelea kupanda bei. Kwa nini kifanyike kwa wewe ambaye unanisikiliza na unaangalia hii video? Ni kwamba hakikisha kabla hujachukua gari unakuwa unauelewa wa kutosha kwamba ikitokea changamoto yoyote ile mimi naweza nikahendo. Kama ni mafuta, hii gari hata kama mafuta yapande kiasi gani, ni bado gari nitaitumia na nitaendelea kudumu nayo. Lakini wengi wao utakuta wameanza kupaki magari, na kupaki gari ndo uharibifu wa gari unapoanzia, kwa sababu wabongo wengi sana akishapaki gari wiki moja, akipaki gari wiki mbili, mazoea ya yeye kuweza kuliwasha gari kila siku yanaanza kushuka chini. Kwa mwisho wa siku gari unakuja kulikuta unataka ulitumie, mwisho wa siku alifanye kazi namna inavyotakiwa, kwa sababu ilikuwa halitumiki. Kwa kuepukana nayo mambo, hakikisha unafuata utaratibu wa kununua gari ambalo unajua kabisa hili gari nikilinunua mimi litaweza kunisaidia kwenye nyakati ngumu kama hizi. Kwa Tanzania, sisi ni Mbwira Motors and Logistics Limited, tunaendelea kutoa elimu kuhusiana na magari. Muendelee kutuunga mkono na kutusupport, lakini pia tunaagiza magari nje ya nchi na kuyaleta Tanzania, lakini pia yapo used ya bongo hapa. Lakini pia ukiwa unataka kutafuta gari, ukiwa unataka kuuza, unaweza kututafuta pia tukakusaidia hiyo kazi tukafanya. Karibu sana, sisi ni Mbwira Motors.